Lakini pia kwa faida ya wale ambao wanaangalia hii video nitaenda kuwaelezea pia namna ya kutengeneza ile sleeve head yetu ya kwenye koti. Unajua tunayo sleeve head, tunacho hapa kwenye sleeve head ambapo huwa tunaweka ile ringi hapa. Sasa namna ambayo tunaenda kuitengeneza kwa faida ya wengi ambao nilifundisha, lakini nilifundisha kwamba lazima sleeve head yako ikae vizuri ili mabega yako ya koti yapendeze. Kwa hiyo hapa ndo kuna sleeve head tunaiweka hapa ambapo tutaweka ile ringi. Sasa utachagua uweke ile ringi ya kutengeneza au uweke ringi ile ya dukani, is up to you, ni wewe mwenyewe utachagua. Sasa hii ndiyo namna ambavyo utafanya. Kwanza kabisa wengine huwa wanatoa siliki wanaiweka huku nje, wengine huwa, lakini mimi huwa nafanya naishikisha kwanza hapa siliki yangu hapa. Nikishashikisha hapa, kwa sababu haitatoka wala kufanya nini, nitafanya vitu vyangu. Sasa nishamaliza hapa, tazungusha uzi mpaka hapa, uzi ambao utakuwa utanifanya kutengeneza linda ambazo hazitaniachia malinda kwenye koti, kwenye bega la koti. Kwa hiyo nitapiga uzi wangu hapa vizuri kabisa. Wengi wanapiga uzi mmoja, lakini wengine nyuzi mbili. Ni wewe tu, imradi tu sleeve head yako ikae vizuri. Umeona? Imradi sleeve head yetu ikae vizuri. Ukishafika hapo sasa, unachotakiwa kufanya unakatia huku ili ubakize nyuzi za kuvuta. Unashika uzi wa juu huu hapa, uzi wa juu huu hapa, uzi wa juu huu hapa. Ukishashika uzi unakuwa unavuta unapeleka, unavuta unapeleka, unavuta unapeleka, unavuta unapeleka. Zingatia sehemu ambayo haitakiwi kuwa na malinda ni hapa mbele, kwa sababu hata unyosheje hayawezi kutoka, hata unyosheje hayawezi kutoka. Kwa hiyo unapokuwa unaweka unayafuta kabisa, unapokuwa unatengeneza ile sleeve head yako unayafuta kabisa yale malinda, unayafuta kabisa, unayatoa kabisa. Huku pia unashika ya juu unapeleka mdogo mdogo bila kukata uzi wowote, kwa sababu ukikata hapa uzi huu utarudia moja, itakulazimu urudie moja. Kwa hiyo unaenda taratibu. Hata kama mteja amesubiri hapo, mwambia baba subiri, kwa sababu unachokifanya hapo ndio kitakachokuja kuletea matokeo mazuri. Umeona? Sio unafanya tu haraka haraka tu ili mradi mteja achukue nguo yake. Hapana, tunafanya haraka lakini kwa ufanisi. Namna hiyo unapeleka hivi, unapeleka hivi, unapeleka hivi, unapeleka hivi, unapeleka hivi, unapeleka hivi mdogo mdogo, yani bila kufukuzwa, yani bila kufukuzwa. Hapa mbele unahakikisha hamna linda yoyote kabisa hapa, lakini pia unahakikisha ile sleeve head imeshapatikana, yani kale kambenjuo hivi, kambenjuo, si kama niko sahihi lakini kwa Kiingereza tunasema ni sleeve head. Yaani huwezi kutafasiri Kiingereza kwa Kiswahili. Yani ukisema sleeve head unaona kichwa cha mkono. Umeona inapokuja kwa Kiswahili, inapokuja kujibaya. Kwa hiyo nahakikisha tumeshaipata. Sasa tukishaipata hivi, sasa ndio tunazungushia ile ringi yetu hapa, ambayo sasa tumeshaiandaa. Sasa baada ya kuwa tumepata ile sleeve head yetu nzuri ambayo haina malinda, tunachukua ile ringi ambayo tumetengeneza. Kumbuka hii ringi tunaitengeneza kwa mshazari, umeona inakuwa inafutika hivi. Nishawaambia kuna hii ya kutengeneza, lakini pia kuna ile ya dukani ambayo ni, kama hujaangalia video nenda kaiangalia ile ya dukani inakuaje. Kwa hiyo utachagua wewe unatumia ipi. Sasa ukishamaliza, yani unaiweka huku, usiweki huku, unaiweka kuanzia hapa mwisho hapa, umeelewa? Huku kwa pani usiweki kabisa. Kwa hiyo hii ring yetu tunaiweka hapa.
Umeona hapo imeishia hapo, alafu nakata. Ukishamaliza sasa unaitengenezea fulani hivi unyama. Unajua ukishajua kushona bana, unajidai sana yani. Unapokuwa unamtengenezea mteja wako, unajua kuna nguo fulani unakuwa unaifeel kwamba hii nguo lazima itapendeza kwa namna yote ile, yani lazima itapendeza. Kwa hiyo kwanza unakuwa na uhakika na unachokifanya, lakini pili unafurahia kazi yako, na tatu unatengeneza kazi bila pressure yoyote. Hata mteja akija kufanya fitting unakuwa huna wasiwasi, kwa sababu unajua kabisa hii nguo nimeichapa yani. Kwa hiyo unakuwa na shauku yani ya kumuona mteja wako alivyopendeza. Kwa hiyo jitahidi sana uzingatie hivi vitu ambavyo nimekuwa nikikuelekeza hapa, kwa sababu tunatamani Tanzania nzima tuwe mafundi wazuri sana. Umeelewa? Kama hivi. Tushamaliza sasa hapa, hii ndo inaitwa sleeve head. Sasa tushamaliza, unaona hapa inavyokuwa. Naona inavyokuwa. Hiyo ndio inaitwa sleeve head. Kwa hiyo kinachofuata ni kwenda kupachika kwenye mkono wako.